Hawa ndio walitupiga Witima, wakapiga kanisa ya Kristo. Hawa ndio wameua watu Olokalau. Huyu Betty Maina na huyu bwana yake. Hata wakija DCP, kama ndio DCP Peter lazima wakuja waje ianguke. Asitishe rais. Alikuwa anaonesha marafiki zake, anamwandikia message, anamutisha kwa sababu hao watu ya mlima, hawa MPs wamekuwa akitisha rais sana. Hata sisi usipotufanyia hizi tutaenda wa Munyoro. Na kwa sababu rais ananiogopa, anashtuka, anawafanyia vile wanafanya. Nataka nimwambie rais pahali yako. Huyu msichana Kenya, 2027 is around the corner, and the politics is getting more interesting and somehow more worse, my people. Kwa sababu gani nasema more worse, my people? Goons, manze, goons wamekuwa wakiangaisha this country. Not the first time, not the second time, my people. Tumesikia magoons pale hivyo hadi wana block the super highway, eti wanaibia wa Kenya. Na polisi hakuna watu wanachukua, my people. Kazi ya Murkomen ni kuanza kusema ati Gachagua amefanya nini. Yani kila siku wa Kenya Murkomen lazima aongee about Gachagua, ati Gachagua sijui amefanya nini, my people. Badala aweze keep this country in peace. The other day tuliweza kusikia ni Canada ama ni country gani, my people, waliweza kuresist wakaweza kuambia matu tourists wenye wanakuja Kenya wasiweze kuja Kenya, my people, ama wakuja Kenya in safe, my people, kwa sababu uko na terrorists. Nao terrorists ni hao polisi tunaona wakituma pale Olkalau, ati mara wanatumwa wapi, my people, wakuwa na masked na maguns, my people. That's why wazungu wanashindana akina nani, you know, kama ni police officers wanakujanga na zile magari za police officers, lakini wanaona mavideo pale X, wanaona mavideo pale YouTube, maguns wamekuja hivi, my people, hadi wanaambia watu hao wasiweze kuja hapa Kenya, my people. And so today Rigathi Gachagua ameweza ku reveal that he cannot allow Betty Maina, you know, the women rep of Murang'a County, kwenda pale DCP, my people, kwa sababu kuko na fununu that Betty Maina anataka kuabandoniwa na Mr. Excellency William Samoei Ruto. Mr. Excellency William Samoei Ruto ameweza kuona ni kama ma MP na ma women rep na ma supporter wake wote wa Mount Kenya region ni kama wanamchezea, my people. And so ameweza kuabandon, my people, aweze pale aweze kwenda pale upande wa Western, my people. Before we continue, let's check this video tusikie vile Rigathi Gachagua alikuwa anasema, au sio? Nataka nimwambie rais pahali yako. Huyu msichana anajigamba amekuandikia message anatakuja kwangu. Wewe kuwa na amani. Kwangu hawezi kubalika na siwezi mkubali. Ako na damu ya ile watu waliuawa Olkalau. Yeye ndiye alisimamia askari wakanajisi akina mama. Akija kwetu itakuwa ni balaa. She has blood on her hands. We don't want her. Hayo malalamiko CS Kipchumba Murkomen alisema muende muandikishe kwa polisi. Mbona hamjaandikisha? Sasa tuandikishe nini? Utashitaki polisi wapi? Hao watu walipiga watu ni polisi. Utashitaki polisi wapi? Kuna IPOA. IPOA gani? Hakuna kazi inafanya. Siku watu wetu walipigwa pahali inaitwa Gondo huko Murang'a kina Medho, wakapigwa marisasi. Ilikuwa reported kwa IPOA 1 year. Nothing has been done. Hiyo IPOA ni watu ya Ruto wako huko ndani. So sisi tunangojea mwaka ujao. Kama unless watu uwe. Sasa hii Olkalau wewe uliona video. Watu wamevaa mask, hoods na wako na bunduki. Na ndio hata foreigners wanauliza ni wapi watu wako hooded wanabeba bunduki ya less than terrorist? Because why are police hiding their identity? Why do they travel with unmarked cars? Because they are criminals. Hao watu wamepigwa transfer. They were supposed to be arrested. Wapelekwa kotini. In fact, a senior police officer amenitafuta. They are very bitter because National Police Service, huyu Murkomen ameconvert imekuwa a criminal enterprise. Ya kwamba huwezi tofautisha goons na polisi. Goons wanatembea na gari ya polisi. Sasa hao watu walipiga watu Witima ndio walikuwa Olkalau. Wale wanatembea na huyu Betty Maina, moja anaitwa Humphrey Wainaina, mwingine anaitwa Anthony, mwingine anaitwa William Mwangi. Wagali wako na huyu Betty Maina. Waliua watu Olkalau. Hawajashikwa, hawajashtakiwa. Wengine walipelekwa mbali. Wamelia, wameletwa karibu. Mmoja anaitwa Eric Obiero,
amepelekwa traffic Kitengela. Mwingine anaitwa Owen amepelekwa traffic hapo Mlolongo. Kuna wengine akina Henry Rotich, akina Peter Matu, Kevin Okoth, Onyango, wagari wako pale. Sasa mimi nakwambia, hii information unatoa gapi? Mimi nilipelekea IG. Unajua Murkomen hata jui kitu kinaendelea Kenya. Kazi yake ni kelele. Unajua hatujaona minister wa usalama kazi yake ni kupiga kelele. Minister wa usalama kazi yake ni kufanya. Hawaongeangi. Anafanya, anatoa taarifa kama kazi imefanyika. Huyu ni pepe kila mkutano amekuwa mwanasiasa. Tutashika Gachagua. Alianza kusema nikiwa Amerika. Akifika hapo atashikwa. Nikafika, nikakuta gunza, kuna polisi ya kunishika. Amesema nitashikwa karibu mara 20. Huyu tutamshika. Unajua nilimwambia asome. Kuna kitabu ya Wallace Shoinka. Inasema kwa kimombo, a tiger does not proclaim its tigerhood. It pauses. Sio kama unanielewa? Mimi mwenyewe nilienda kwa IG. Nikapeleka hii majina na ushahidi. Video, photographs na majina ile watu walitupiga Wetiba. Instead ya hiyo watu kushtakiwa wakapewa promotion, wakaongezwa mamlaka. Mpaka saa hii wengine wanakuwa trained Moyale ya kusumbua watu wakati wa siasa. So these names nimesoma hapa, siko na IG. Sasa huko menaniambia niende ripoti kwa nani? IG is a senior most police officer in Kenya. IG apeani OB. No, nasema si lazima ianze somewhere. Ngoja kidogo. See, this is a very serious attack on a church. Wale walipigwa walienda wakaripoti Wetiba police post. Since no action was taken, mimi nikaenda na Kalonzo na Martha Karua, tukampelekea majina na evidence. Tukamwambia ilikuwa reported police. No action has been taken. This is more evidence. Tukamwachia. Akasema mrudi after 14 days. Kurudi akahepa. Karibu afujike Mungu akitoroka. Akatuhepa akataka kutuona. So unataka hii watu walikuwa Olukalau. If you look at NTV, imetoa hiyo yote video. Magari ya John Njuguna Kawanjiko, mbunge wa Kiambaa, hajashikwa. Hao polisi picha zao wanajulikana. Hakuna mtu ameshikwa. So what is the need ya kwenda polisi? What for? Mheshimiwa, pengine kutokana na kutoshughulika kwako na IG, ndio maana umeanza kusema kwamba kuna vyeti feki. Hiyo nilisema tu kwa sababu ninajua mimi sasa imefika mahali lazima nieleze Wakenya ukweli. Huyu jamaa amekaliwa sana na William Ruto. Na hakuna kitu anaweza fanya kwa sababu karatasi yake ni gushi. Unasikia? Mbona unatuambia sasa hivi mheshimiwa? Kwa sababu imefika pahali lazima Wakenya wajue. We know Kenyans cannot understand why. Ametuma watu wa Olukalau 2000 police officers, ametangaza 4 platoon ya GSU, 4 platoon ya stock theft unit. Watu wamekuja, watu kama 30 wameumiza watu the whole day, na wale wamekaa. GSU wamekaa, and stock theft wamekaa, wale police uniform wamekaa. County commissioner ametupiwa tear gas na IG amefunga mkono. Si lazima ningeeleza Wakenya kwa nini? Hana mamlaka, because yeye ndiye aliweka hiyo security. Wamekuja wale wamevaa civilian na wako na hoods na polisi, wamepiga mpaka wale wako na uniform, wale waliwekwa na IG, and there is nothing he can do. Amefungwa mkono. Na pengine Martin amekuuliza information yote unatoa wapi? Taka moja tu. Mimi natoa kwa polisi. Polisi wanalalamika sana. Nimekuambia polisi hawataki ujinga. Wanauliza, sisi tulienda pale Kigajo Training College. Wengine tulienda pale Embakasi. Tumeenda through training. Tumekula kiapo ya kulinda maisha na mali. Imekuwaje sisi sasa tunapiga watu na kuumiza watu kuliko kulinda hawa? Imekuwaje sisi tunalazimishwa kusimamia goons waumiza watu? So polisi wanalalamika sana. Wao ndio wanakuambia. Wanalalamika sana. Wajua wanalalamika sana. Sijui kama Kenya kuna hii sheria, lakini Marekani hiyo wanaita espionage. Information itakuja tu. Na there is nothing they can do. Na itaendelea kuja. Na tutaendelea kuambiwa na wale watu wako ndani ya serikali who are not happy with this what is going on. Akishikwa shauri yake.
lakini sisi kwa upande wetu tunawalinda. Okay. I can tell you 95% of officers in the National Police Service hawataki hiyo ujinga. Hapo 95% hapo Olokalau, most officers walifanya kazi vile kitabu inasema. They were very firm. Very firm. Hao wakija wanafunga gate, wanaambia wananchi msitoke hapa. Kwa sababu wataogopa kupiga nyinyi yote risasi. Most officers saa ile uchaguzi ulitangazwa walisherekea, kwa sababu hata hao wanaona hii ni ujinga. Itakuwaje polisi ameandikwa, analipwa na mwananchi, taxpayer, anatakiwa kulinda mwananchi, ndio amejihami, anaumiza mwananchi. Most police officers hawataki hiyo ujinga na wanalalamika sana, na ndio tunapata hii information kama hii majina sasa, mpaka huyu amepelekwa Mlolongo, huyu amepelekwa Kitengela, si polisi wananipatia, wananiambia sasa wale watu wameficha fichwa ndio wasionekane, lakini hawajapelekwa pahali yote, hakuna pahali kesi itaenda. 2022 wakati wa campaigns mliahidi kwamba polisi hawatatumika kisiasa. Ndio. Na kama vile unavyosema sasa ni kama wanatumika kisiasa. Sio kama wanatumika. Sasa kama mtachukua uongozi, kutakuwa na tofauti gani? Watu wanaweza waamini vipi? Mimi tulikosana na William Ruto kwa sababu ya hizi tabia. Mambo ile yote tuliahidi watu waliruka. Tulikuwa tumesema ubomoaji hakuna. Kusafirisha watu bila pahali ya kwenda hakuna. Mauaji hakuna. Extrajudicial killing hakuna. Abduction hakuna. Nilisikia Medhu, tulipoingia akaanza hiyo maneno. Mheshimiwa Medhu juzi mkiwa Olkalau huko alisema kwamba ukichukua kiti ya rais umpe kiti ya Minister of Interior siku 14. Hiyo sasa unajua sasa mwanasiasa akiongea lazima anafurahisha watu. Unasikia anasema kinipatia nitasota utii maneno. Hiyo ni kuongea tu, anaongea. Lazima hiyo ni kuongea. Sisi tutakuwa na manifesto yetu. Na mimi nimeahidi kama party leader wa DCP na presidential candidate, Mungu akinionekania kupitia Wakenya nichaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Jambo la kwanza nitafanya radical surgery kwa National Police Service. Hao maafisa wote, rogue police officers, lazima we weed them out. Na hawa wote walituataka kutima Olokalau wataenda kotini. Because the evidence is there. In fact, hiyo wetima police officers wale walifanya uchunguzi. Hiyo file ilienda kwa DPP, walinitolea copy ya hiyo file niko naye. Wakaniambia hii kitu hakuna pahali naenda, lakini chukua hii copy ukae naye. Those officers plus those two members of parliament wataenda kotini. The file is complete ya kusema washtakiwe. So saa ile watu ya DCI waliona hii watu hakuna pahali wanaenda, nikatolewa file copy niko naye, so that hata hiyo ikipotea it can be reconstructed. Hawa watu wamefanya Olokalau wote, tuko na CCTV pahali walikuwa naumiza watu kwa mahoteli, tuko na video evidence, tuko na photographic evidence, tuko na witnesses, na tumecompile. Because vile tumeona ile maneno yanaendelea hii Kenya, nimeambia wananchi waendelee kudocument excesses of police officers and goons. Kuna wale goons waliniumiza pale Limuru, tuko na evidence yao, wataenda kotini. Number 2, tutafanya radical surgery. Wale rogue police officers lazima waondolewe, and will make the National Police Officer professional and independent. Tutafute a good IG anajua nini anafanya. Wengine wanasema hii mambo ni wewe mwenyewe unapanga kutafuta sympathy kwa Wakenya. Well, kwa nini waje nishika? Kwa nini waje shika? Kama hiyo watu ni yangu, si wangeshikwa kitambo. Hii Mkomen na shida akisema atanishika, si angeshika hiyo watu kitambo. Kama hii gunzi ni yetu, si wangekuwa Kamete saa hii. The fact that they are not arrested, you don't need rocket science to know ni watu ya serikali. Kama wangekuwa ni watu wetu, wangekuwa hata wameuawa. Kama ingekuwa ni watu wa sisi tumetuma, wangekuwa wamefungwa kitambo. Those are police goons. Those are government goons. Na ndio hawezi shikwa. Mheshimiwa, recently, one Honorable Kalonzo Musyoka, it appears like he has already slowed down on his engagement with the opposition campaigns. Does it concern you? There is a